Mungu yupo. Mungu anatenda kazi na sisi wanadamu kwa nguvu kubwa sana. Lakini sisi wanadamu tumekuwa busy na maisha yetu, hatumtafuti Mwenyezi Mungu. Hasa kwa sisi ambao tupo hai, kutokea tupo wadogo, tunapata habari za misiba. Tunasikia watu wakifa tu, mpaka leo tumekuwa wakubwa tunasikia habari watu wakifa. Lakini unakuta mtu atafakari kwa nini yeye mpaka sasa hivi yuko hai na anasikia watu wakifa kila kona. Atafakari, hata akae muda amtafakari Mwenyezi Mungu, amuulize Mungu maswali kwa nini amemweka hai mpaka sasa. Watu wanakufa kila siku hospitalini, watu wamejaa, wanaumwa. Na wanaotoka wazima katika hospitali ni wachache mno, wengine wanafariki. Lakini wewe ndugu, mpaka sasa hivi unaishi huko salama, una afya njema. Lakini hauweki juhudi yoyote katika kumtafuta Mwenyezi Mungu. Hausomi vitabu vya dini, haujifunzi kumuhusu Mungu wako, humtafuti Mungu. Anasubiri umtafute tu, ndo amekuweka hai mpaka sasa hivi. Anasubiri umtafute tu, lakini wewe huna habari yoyote. Anakupa uhai, anakupa nguvu, kila siku unaamka salama. Anasubiri umtafute tu, uonyeshe juhudi yoyote ya kumtafuta. Nguvu ya wewe kumwabudu Mungu huna, lakini inatoka kwa Mwenyezi Mungu, yeye ndo anayekupa. Lakini sasa wewe huna juhudi, anasubiri tu uonyeshe juhudi tu ile ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. Lakini wewe huna juhudi yoyote. Na pia unaweza kuwa na kitabu umeng'ang'ana kwamba mimi nina kitabu hiki ndo nachokifuata, mimi nina dini hii ndo naifuata. Lakini hata iko kitabu chako na dini yako huifuati, wala huna habari nazo. Hujifunzi kuhusu neno la Mungu. Pia mbaya zaidi, wengine unachukia na vitabu vingine ambavyo ni vya Mwenyezi Mungu. Unaona havifai. Wakati Mwenyezi Mungu anasema inatakiwa uitafute elimu. Uitafute elimu hata ikiwa mbali, uitafute elimu. Bila kuchagua, soma kila kitabu cha Mwenyezi Mungu, soma. Utajuaje kwamba Mungu anaweza kukufungua katika kitabu hiko ambacho wewe unakipinga? Uwe ni Muislamu, soma hata Biblia. Using'ang'anie tu kwamba hiki ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu, soma hata Biblia. Utajuaje Mwenyezi Mungu atakufungua kupitia Biblia hiyo? Wewe kila siku uko hai, watu wengine wanafariki, wewe upo. Na pia wengi katika watu wanaopotea, sisi watu ambao ni Wakristo, wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kukariri bila maarifa. Yaani wamelisishwa tu dini na wazazi wao, lakini katika ile namna ya kweli ya maarifa ya kumwabudu Mungu hawana. Sasa watu hawatafakari kabisa kwamba Mungu anapokuacha hai ana makusudi. Kwa sababu gani watu wengine wafe afu wewe upo hai mpaka sasa? Inatakiwa utafakari, uamke hata usiku saa 8 muulize Mwenyezi Mungu, kwa nini upo hai mpaka sasa? Wengine wanafariki kila siku, wewe uko hai. Muulize Mungu, na makusudi gani na mimi? Natakiwa umuulize Mwenyezi Mungu, na makusudi gani na mimi? Kwa nini wengine wanakufa tokea mimi nikiwa kijana au nikiwa bado mdogo ninaona watu wanakufa, lakini mimi umeniweka hai mpaka sasa niwe hai? Muulize Mungu wako. Pia uwe na juhudi katika kumtafuta Mungu. Mungu anasubiria umtafute tu. Anasubiria kitu kidogo, anasubiria tu uonyeshe juhudi ya kumtafuta tu. Na juhudi ya kumtafuta Mwenyezi Mungu ni kusoma.
Juhudi ya kumtafuta Mwenyezi Mungu ni kusoma. Huwezi ukasema una juhudi ya kumtafuta Mwenyezi Mungu pasipo kusoma. Juhudi ya kumtafuta Mungu ipo katika kusoma vitabu vyake. Kwa hiyo ndugu zangu unaonisikiliza, ushauri wangu, kuna adhabu ya Mwenyezi Mungu inakuja katika maisha yetu kwa mbele. Kama hujajiweka sawa, kama wewe unafikiria tu maisha ya duniani peke yake, haufikirii kuhusu Mwenyezi Mungu, unafikiria tu maisha ya duniani peke yake, nakuhurumia sana. Yaani nakuhurumia sana, una hali mbaya mno. Maisha ya duniani hayajawahi kumridhisha mtu, yaani hajawahi kumridhisha mtu. Umeona? Na kifo kipo pale pale kinakusubiri pia. Wewe unayatazama tu maisha ya duniani, lakini Mungu wewe umtafutie hata kidogo. Na wengine kila juma mnakwenda katika nyumba za ibada, lakini Mungu hamna habari naye. Mnakwenda tu kwa kufuata mkumbo, kila Jumapili kanisani, kila Jumapili kanisani. Wengine Waislamu swala 5 nini, lakini hamna kitu. Hamjia mtafuta Mungu, mnaswali tu. Wakristo mnakwenda tu kanisani, ila Mungu hamna. Mungu hayupo mioyoni mwenu. Tena nyinyi mnaokwenda kanisani sana, nyinyi ndo mnaongoza, mnaonekana tena ndo wabaya. Utakuta mtu anasema ni mcha Mungu, lakini ukimfuatilia kiundani unakuta ni mtu tena ana tabia mbaya, ana roho mbaya, yani yeye ndo mbaya, yani mabaya yote anawe. Tena utakuta tena afadhali hata yule mwingine ambaye hataendagi hata kanisani. Utakuta mtu anajificha katika hilo kwamba mimi nafanya ibada kila Jumapili, mimi nafanya ibada bwana, na kwenda msikitini swala 5. Amejificha kwenye hiko kilemba. Kumwabudu Mungu kuna namna nyingi za kumwabudu Mungu, sio kwenda kanisani tu. Kumwabudu Mungu pia hata kuishi na watu vizuri kwa upendo pia ni ibada. Kutokuwa na chuki ni ibada. Kutokuwa na wivu na majivuno na kiburi ni ibada. Natakiwa mtu uwe safi moyoni mwako, sio moyoni mwako umejaza mizigo, umebeba watu. Umebeba watu kwa sababu tu alikukoseaga mwaka 2020. Huko mpaka leo umembeba moyoni. Hauko safi moyoni mwako, umebeba watu. Unapenda kisasi, unapenda kuonyesha watu kisasi, unapenda sana. Unapenda mashindano. Hiyo sio ibada ya Mwenyezi Mungu. Ibada ya Mwenyezi Mungu ni huruma, upendo. Pia hadi kumpenda hata adui yako. Yaani unatakiwa umpende mpaka adui yako. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawasihi hivi vitu tunakumbushana tu. Unaweza ukachukulia kawaida, huyu anayeongea kwani ni nani, ukapuuza tu kirahisi. Lakini hii dunia ina mabadiliko ya hatari ambayo kila siku inabadilika kidogo. Unaona tu maisha yale tu yazoea yale yanaondoka tu kidogo. Unaona mfumo wa maisha ya dunia unaondoka mdogo tu, inabadilika pole. Siku itafika hautasikia tena habari za Mungu na utakuwa unazihitaji. Hautazisikia afu unazihitaji sasa. Hazipo tena, yani ukweli unakuwa haupo tena, yani umeshabakia uongo ambao huwezi kukuzaa kivyovyote vile. Wakati sisi natakiwa tuzaliwe mara ya pili tukiwa watu safi moyoni mwetu, ili tuweze kufanana na ile njia ambayo Mwenyezi Mungu anapendezwa nayo, ili tuwe watakatifu. Ili tutimize yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
ambayo yeye ndo anataka tuwe hivyo, tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Haujaja tu hapa duniani kwa bahati mbaya. Hamna mtu ambaye amezaliwa kwa bahati mbaya. Hata mimi huko nyuma nilikuwa sifikiri vitu hivi, nilikuwa naishi tu kama mtu aliyekufa. Napenda mambo ya kidunia, napenda anasa, napenda kila kitu nilikuwa napenda. Lakini Mwenyezi Mungu, baada ya kuwa mnyenyekevu, kusikiliza walimu wanaofundisha neno la Mungu, Mungu akaanza kunipa nguvu na mimi pia ya kujifunza mwenyewe, kusoma Bible mwenyewe kwa sababu ya unyenyekevu. Lakini shida sasa hivi watu hawana unyenyekevu. Yaani mtu utakuta amefuatwa na mwalimu anafundishwa na yeye anageuka kumfundisha mwalimu. Yaani mhubiri kaja kuhubiria habari ya Mwenyezi Mungu, wewe unageuka kuwa mhubiri na yeye unamhubiria. Yaani maana yake watu wanajiona tayari wanajua. Mtu hajui, yuko chini ya dhambi, anatenda dhambi, anateseka kila siku, hana nguvu ya kushinda dhambi, lakini anajiona tayari anajua sheria ya Mwenyezi Mungu, anajua kila kitu, hahitaji tena kufundishwa. Sasa hiko ni kiburi ambacho Mungu anawapinga watu wenye viburi. Unatakiwa uwe mnyenyekevu hata kama unajua. Unatakiwa uwe mnyenyekevu. Kuna mambo ya ajabu sana Mungu anawapa wanadamu. Sisi kuna vitu vya ajabu sana Mungu sisi anatupa nje na kwenda kanisani, nje na kwenda siji nini, nje na hivyo ulivyozoea, mfumo uliozoea wewe, uliozoeshwa tu umeukuta kwa wazazi wako. Ila mfumo wa Mwenyezi Mungu ni tofauti kabisa. Yaani mfumo wa Mwenyezi Mungu na mfumo ambao upo kwenye maisha tunayoishi ambao unasemwa ni wa Mwenyezi Mungu ni tofauti. Mfumo wa Mwenyezi Mungu ni wa kipekee na ni wa ajabu. Hata leo hii Mungu akikufunulia ukaona, ni vitu tofauti kabisa na jinsi tulivyozoea. Kwamba kwenda kanisani ndo kufanya ibada, kwenda sijui misikitini ndo kufanya ibada, ni tofauti. Mungu anavyovitaka, anataka mioyoni mwetu sisi tuwe wasafi. Mioyoni mwetu sisi tuwe wasafi, ili tabia zetu sisi ziwe kama mwanga, ziangaze nuru katika watu waliotuzunguka, ili na wao waige mfano, na wao wabadilishwe kupitia sisi. Hivyo ndivyo ilivyo. Na anataka kutubadilisha, kuturudisha katika hali ile ya zamani tuliokuwepo katika bustani ya Eden. Sio tu tumwabudu, sisi ni watu wenye dhambi. Unasemaje unamwabudu Mungu wakati wewe ni mtu mwenye dhambi bwana? Wewe ni mtu mwenye dhambi, kwa hiyo unatakiwa ubadilishwe, utoke kwenye dhambi ndio umwabudu Mungu. Huwezi ukamwabudu Mungu kwenye dhambi. Yaani wewe unaishi maisha ya kutenda dhambi, alafu unasema unamwabudu Mungu. Hakuna ibada ya namna hiyo. Ibada ni mtu ambaye yuko safi moyoni mwake, hatendi dhambi kabisa. Yaani wewe hatendi dhambi, na akitenda dhambi tu, akikosea, akiteleza kidogo tu, anaumia moyoni mwake. Nimekosea, nimemkosea Mwenyezi Mungu. Sasa wewe unafanya makosa kila siku mengi tu, alafu hata huumii moyoni mwako. Unafanya uzinzi, unafanya kila aina ya dhambi unafanya, na hauumii moyoni mwako, na unasema unamwabudu Mungu. Mungu haabudiwi na mtu mzinzi, Mungu haabudiwi na mtu mwasherati. Yaani wewe kama huwezi kushinda dhambi, huwezi kumwabudu Mungu. Huwezi. Utamwabudu vipi sasa wakati shetani kashakukaba? Kwa hiyo mimi nawakumbusha tu hivyo. Ukiona uko hai unaishi, jua Mungu ana makusudi na wewe. Hiyo nimemaliza. Mungu yupo. Mungu anatenda kazi na sisi wanadamu kwa nguvu kubwa.